Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa jina naitwa Hajat Shamim Khan, ni mwenyekiti wa JUAKITA BAKWATA Taifa. Leo tumefika hapa Buza kwenye kituo cha watoto yatima kinaitwa Umra, kinaitwa Umra. Kiongozi wake ndio huyo kaka hapo, anaitwa Bi Rahma. Tumekuja wana kila mwaka mwezi Ramadhani JUAKITA Taifa inawafikia watoto pale walipo, na sisi si tu tunawakabidhi na kujiondokea, hapana. Tunakaa nao toka asubuhi. Kwanza asubuhi tulichokifanya, kuna hao watoto wadogo, mimi nawaita makobe. Wale hawafungi, hawajafikisha umri wa kufunga. Basi tumekaa nao, tuliofika tumewachemshia chai, maandazi, wamekula. Wengine wakati wakula tu wamesizia, wamelala. Ndio umama, ndio ulezi. Hawa ni watoto yatima, wanatutegemea sisi. Baada ya hapo ndio mnaona hayo mapambo. Maana tungeweza kuleta vibichi haya kupikeni, lakini ile nini tuseme, isingejitokeza ule upendo. Tumekuja hapa tuwapende watoto wetu, tukae nao, tucheze nao. Mmeona tumewauliza maswali, mmeona tumecheza mchezo ule wa viti. Watoto wamepewa zawadi wakajisikia. Lakini pia ni amri, sio amri ya binadamu, amri ya Allah. Ndio hapa tumeandika hapa Al-Baqara sura ya 2 aya namba 220. Hii inasema, na wanakuuliza juu ya mayatima, sema kuwatengenezea ndiyo khairi, na mkichanganyika nao kama tulivyochanganyika nao sisi, basi ni ndugu zenu. Na Allah anamjua muharibifu na mtengenezaji, na Allah angalipenda angelikutieni katika udhia. Hakika Allah ni mwenye nguvu na mwenye hekma. Al-Baqara sura ya 2 aya namba 220. Tumeambiwa tukusanyike nao, na sisi tumefanya hivi. Kama nilivyosema mwanzoni, tungeweza hata kupiga simu, njoo hii hela Kila mwaka JUAKITA Taifa inafanya. Kwa hiyo, na katika tulivyofanya, naomba niwe mkweli kwamba kituo hiki watoto wana nidhamu ya hali ya juu, na usafi ndio usiseme, na nyinyi wenyewe mmeshuhudia. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa wenye vituo, mje muwatembelee, mjifunze. Kujifunza tumeambiwa hata kwa Uchina, nenda China. Sasa hapa na hapa, pua na mdomo, kutoka huko Kigamboni kuja hapa, waone walivyokaa, usafi. Mwalimu, mwenyekiti, kwa kweli hongera mwenyekiti wa serikali za mitaa. Mnawalea vizuri watoto. Mwenyekiti wa Singida, umeona usafi, umeona na wanasoma vizuri. Ndio usafi tumesisitiziwa katika Qur'an, lakini unaweza ukaenda katika vituo vingine, mama yangu, unatafuta ukanyage wapi? Hebu tujifunze usafi, magonjwa hayafiki. Mimi hapa sijamsikia mtu kusema kwamba sijui mtoto kalazwa kwa labda tumbo baya, hamna. Lakini pia natoa
vitu tulivyotoa, tulivyowagawia wafikishwe kwa walengwa. Pale kuna mchele, kuna nini, vitu vingi tu, mchele, unga, mafuta, vidishi vile na vinginevyo, ni vya watoto. Sio tena kama nilivyosema wafanye wanavyotaka wao, tufanye sio kama anavyotaka Mama Shamim au anajua kita, anavyotaka Allah. Tukae nao, tule nao vitu vile, naweza mkatunza, mkawapikia futari siku zingine, au kama vikibaki hata siku ya Idi naweza mkawa. Baada kusema hivyo, kwa kuna watu wana uwezo lakini hawaji kwa watoto yatima kama ni kweli jamani, na sio Waislamu, hata wasio Waislamu. Hakuna dini inayokataa sadaka. Kama uwezo unao, umeambiwa, wape. Sio tu watoto yatima, wafungwa, wape wasiojiweza, walemavu, watu wenye ulemavu, na wajane na wengine. Jamani, ndio thawabu. Unajijengea pepo. Kwani pepo anajenga? Pepo ndio utafika huko baada ya kufa ndio utakwenda kupiga misumari ndio pepo? Hapana. Pepo unajijengea kwa kutimiza maamrisho ya Allah na sunna za Mtume. Tukifanya hivyo, sijui, maana mimi sio Mungu, lakini tunatafuta pepo. Kwa pale mimi nimezungumza kuhusu walimu, baadhi ya walimu wanavyokumuta watoto bila huruma. Mimi namshukuru Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania amemwombea msamaha yule mwalimu. Alimwombea msamaha kwenye mashindano ya Qur'ani ya kimataifa kule stadium gani ile ya Mkapa, ameomba. Lakini sasa walimu wengine wasijue kila mara wataombewa. Hapana. Pale kwa kuwa imekuwa kama tukio la kwanza, tujifunze walimu. Siku hizi kina mama, wakati wetu watoto wakija shuleni, wazazi wametulia hawana wasiwasi kwamba mtoto wangu watarudi, sijui atafanyiwa nini. Leo hii nyinyi vijana mnapowapeleka watoto wenu shuleni, wasiwasi, watarudi hawa? Watarudi salama? Kwa nini mnatuweka roho juu? Ndio maana pale mimi nimesisitiza pale tujue tafsiri. Ukiambiwa na binadamu hutaki. Sasa Qur'ani pia imeagiza tuwe na huruma, tuwe walezi bora, tuwafundishe watoto wetu mambo mazuri. Walimu, Mheshimiwa Mufti anasema tujitambue, tubadilike, tuache mazoea. Tufanye hivyo. Baada kusema hayo, natoa shukrani za dhati. Akina mama, nasema sisi ni binadamu, tuna kasoro zetu, tunasameheana. Mwezi huu mtukufu jamani, hakuna kuweka umu. Qur'ani ndio ilishushwa mwezi huu jamani. Asanteni sana.